nuru ya agano. Athos alilikumbatia Biblia yake kifuani, akitamani kuelewa ahadi za Mungu. Alisoma kila mstari kwa makini, lakini maneno yalionekana kuwa ya kina na moyo wake ukazidi kuchanganyikiwa. Ghafla, nuru angavu ilitoka kwenye alamisho na malaika Gabrieli akaonekana. Usiogope, Mungu hutimiza ahadi zake daima. Njoo tutembee pamoja katika njia ya agano. Aliposikia maneno hayo, tabasamu angavu likaenea usoni mwa Athos. Kwa ghafla chumba kilitoweka na bustani yenye harufu nzuri iliyojaa sauti za ndege ikafunguka mbele yao. Hapa ni Edeni, Gabrieli alisema kwa upole. Hapa Mungu aliwaumba Adamu na Hawa na akawabariki wakue na kuongezeka. Mungu aliwaamuru wasile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Katika utii huo kulikuwa na uzima na baraka tele. Bustani ile yenye mwanga ilianza kufifia taratibu na kufunikwa na vivuli vya kijivu. Adamu na Hawa walipomwasi Mungu, dhambi iliingia ulimwenguni, Gabrieli alisema kwa sauti ya upole. Macho ya Athos yakajaa machozi alipojihisi huzuni ya kutengwa na Mungu. Hata hivyo, Mungu aliahidi kwamba uzao mmoja angemponda kichwa cha nyoka. Dhoruba kali ikaonekana na safina kubwa ikaelea juu ya maji yaliyokuwa yakichafuka. Hii ni safina ya Nuhu, Gabrieli alieleza. Mungu alihukumu dhambi, lakini akaokoa familia kwa imani. Mafuriko yalipoisha, upinde wa mvua ukaangaza angani. Ilikuwa ishara ya agano na rehema ya Mungu. Dhoruba ilitulia na usiku wa jangwani wenye utulivu uliojaa nyota zisizohesabika ukaonekana. Mungu alimwahidi Abrahamu uzao mwingi kama nyota za angani. Ingawa hakuona yajayo, Abrahamu aliamini na kutii. Watoto walihisi jinsi agano la Mungu lilivyo kubwa na la hakika. Mandhari ikabadilika na kuwa mlima mkubwa uliozungukwa na radi na mawingu. Huu ni mlima Sinai ambako Mungu alimpa Musa amri 10, Gabrieli alisema. Sheria ilionyesha watu wa Mungu jinsi ya kuishi katika utakatifu na upendo. Haikuwa mzigo, bali ilikuwa zawadi inayoongoza kwenye uzima. Mji uliokuwa umejaa sanamu zinazong'aa ukaonekana. Watu wanaposahau agano, mioyo yao huwa migumu, Gabrieli alisema kwa huzuni. Mara kwa mara watu walimwacha Mungu. Hata hivyo, Mungu kwa rehema aliwatuma manabii, akiwaita warejee. Mji wenye giza ukatoweka na msalaba ukasimama juu ya kilima kidogo. Pembeni yake alikuwepo mwanakondoo mpole. Mungu alimtuma mwana wake Yesu kuwa mwanakondoo aondoaye dhambi zetu, Gabrieli alisema. Kwa damu yake agano jipya liliwekwa. Walisimama katika uwanda wenye mwanga wa jua na amani tele. Amri kuu ni upendo, Gabrieli alisema. Mpende Mungu na umpende jirani yako. Athos alitikisa kichwa, moyo wake ukijaa joto. Nataka kuishi kwa upendo kama Yesu, alisema. Safari ilimalizika na Athos akajikuta amerudi chumbani mwake. Lakini sasa chumba kilikuwa kimejaa nuru mpya. Tuishi upendo wa Mungu kupitia neno, sala na kusaidiana, alisema. Ndugu zake walishikana mikono na kutabasamu kwa furaha. Wote walijua kwamba upendo hukua kupitia matendo.
Katika uwanda ulioangazwa na jua, watoto walitafakari safari ndefu ya wanadamu pamoja na Mungu. Ingawa watu walivunja agano mara nyingi kwa dhambi na ibada ya sanamu, Mungu hakuwahi kukata tamaa. Kupitia damu ya Yesu, Mungu alianzisha agano jipya lililoandikwa mioyoni mwetu. Bwana, tusaidie tukukumbuke wewe kama Mungu mwaminifu wa agano, na tuishi leo katika upendo. Amina.